Shalom, shalom watumishi wa Bwana. Leo tunaendelea. Leo tuna somo zuri linasema geuka sasa. Geuka sasa. Na somo letu leo tumelitoa kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 5. Pale tunamuona mtumishi wa Mungu Musa wakati bado anachunga wale mifugo baba mkwe wake. Wakati anaendelea kutembea kule kwenye mlima Horebu, aliona kijiti kinawaka moto lakini hakikuwa kikiteketea. Musa alisema, nitageuka nipate kuyaona maono haya makubwa namna hii. Kwa hiyo hatua ya kwanza ili tuweze kupokea baraka zetu, hatua ya kwanza ili tuweze kufanikiwa ni kuamua. Yaani lazima uamue mwenyewe. Unajua Mungu alazimishe, lazima mwenyewe uamue. Kama Musa alivyosema, nitageuka niyaone maono makubwa namna hii. Ukienda kusoma pale kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 3 ile, utamwona Musa alisema nitageuka, na kweli aligeuka. Baada tu ya kugeuka, pale ndipo ambapo sasa Mungu alimwambia vua viatu, mahali hapa ni patakatifu. Kwa hiyo lazima kwanza tugeuke, lazima tuamue kugeuka. Yamkini gereza ulilokuwepo unashindwa kutoka kwa sababu hujaamua kugeuka. Yamkini ni magonjwa, unashindwa kupata uponyaji kwa sababu hatujaamua kugeuka. Leo nimekuja nikukumbushe, amua kugeuka. Geuka mpendo wangu, geuka ndugu yangu, ili uweze kuona baraka zako, ili uweze kupokea baraka zako, ili uweze kurithi ufalme wa mbinguni. Maana tunaongelea tu ndio baraka za wakati huu, lakini pia tunaongelea pia na ufalme wa mbinguni, kwamba lazima tugeuke. Na pindi unapokuwa umegeuka, Musa aliambiwa na Mungu, vua viatu, mahali hapa ni patakatifu. Tukumbuke kuvua viatu, tukumbuke kufua mavazi yetu ndani ya damu ya Yesu, tukumbuke kuomba rehema, tukumbuke kumlingana Mungu, ili tuweze kusafishwa, kutakasa na kuwa safi, ili sasa tuweze kuona hayo maono makubwa ambayo Mungu amepanga kwa ajili ya maisha yetu. Kwa sababu Musa alipogeuka na Mungu kama alivyomwambia vua viatu, mahali hapa ni patakatifu, akatii, ndipo Mungu alipompa maelekezo ambayo hatimaye mwisho wa siku alienda kuwaokoa wana Israeli kutoka kwenye mikono ya Farao kule Misri. Sasa sijajua wewe upo kwenye mikono ya nani? Uko kwenye mikono ya adui gani ambayo unamhitaji Musa wako? Lakini kwa sasa Musa ni wewe mwenyewe. Kwanza kusema nitageuka niyaone maono makubwa namna hii. Yamkini ni utasa. Mimi nimepita kwenye utasa. Nimepoteza mimba 4. Lakini baada kwa neema ya Mungu kuweza kugeuka, kuvua viatu, Mungu amenibariki sasa nina watoto 3. Sijajua wewe jaribu lako ni nini. Sijajua wewe mtihani wako ni nini. Lakini amua nitageuka. Pindi tu unapogeuka, Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anasikia maombi. Kuna mifano kadhaa kwenye Biblia ambayo tunaona watu waliogeuka. Nimekutajia tu mfano wa Musa, lakini kuna story nzuri pia ukisoma kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 20, utaona pale kuna huyu mfalme Hezekia alikuwa ameugua. Hezekia alipougua alifatwa, akawa ameambiwa na nabii wa Mungu kwamba akamwambia tengeneza mambo ya nyumbani mwako maana utakufa. Lakini Hezekia aligeuka, akamtazama Mungu, akamlilia Mungu. Mungu akamtuma yule nabii afumrudie Hezekia akamwambie kwamba nimesikia maombi yako, nimeyaona machozi yako, nami nitakuponya, nami nitakuongeza miaka 15. Tena Mungu akasema mpaka atawashindia dhidi ya mfalme wa Ashuru. Ni baada tu ya mfalme Hezekia kuamua kugeuka, kumlilia Mungu, kumuomba Mungu, Mungu naye akawa mwaminifu akafanya. Kwa leo somo letu linatuambia tugeuke. Kama ambavyo tumetoka kuona katika hichi kitabu cha Kutoka sura ya 3 na pia tukaona huu Wafalme wa Pili sura ya 20. Ukisoma ule mstari wa kwanza mpaka wa 6 pale utaona jinsi ambavyo Hezekia alikuwa ameambiwa atakufa, atengeneze mambo ya nyumbani mwake. Lakini alipomlilia Mungu, akamuomba Mungu, Mungu tena yule yule alibatilisha ule uovu ambao ulikuwa ni mauti impate Hezekia, akamuongezea miaka 15. Sijui wewe mpaka sasa umetangaziwa ni nini ambacho kimekufa ndani ya maisha yako. Je, ni kansa? Je, ni ukimwi? Muombe Mungu, anafanya njia pasipokuwa na njia. Utaendelea kutumia dawa zako ndio, lakini haitakupelekesha. Kama ni kansa utaendelea kupata yale matibabu ambayo daktari amekwambia utapata, lakini hautakufa, utaishi usimulie matendo makuu ya Mungu, maana madaktari wanatibu lakini Mungu ndiye mponyaji. Kwa hiyo usikate tamaa. Sijui ni jaribu gani ambalo wewe unalo. Hezekia aliambiwa atengeneze mambo ya nyumbani kwake kwa sababu atakufa, lakini yeye aliamua kugeuka.
akaomba, akamlingana Mungu, akamlilia Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu, alimponya na akamuongezea miaka 15. Mungu akubariki sana. Lakini pia tukisoma kuna hii story kwenye kitabu cha unajua Samuel, kwenye Biblia kuna vitabu viwili vya Samuel. Kuna Samuel wa kwanza na Samuel wa pili. Ukisoma ile Samuel wa kwanza tunaona kuna Elkana. Elkana alikuwa na wake wawili, alikuwa na Hana na Penina. Na walikuwa na tabia ya kwenda Shilo, kwenda kumtolea Mungu matoleo au sadaka pamoja na kuomba. Sasa Penina alikuwa amebarikiwa kupata watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Elkana alimpenda sana Hana kuliko Penina. Na kila walipokuwa wakienda kwenda kumtolea Mungu matoleo, yani sadaka, alikuwa anampa Penina pamoja na sehemu za watoto wake. Lakini Hana ambaye alikuwa hana mtoto alikuwa anampa mara mbili ya ambacho alikuwa anampatia Penina. Lakini Hana alikuwa bado ana uchungu na huzuni kwa sababu alikuwa anatamani kupata mtoto. Mume wake hata akawa anamfariji lakini akawa hafarijiki. Na alipokuwa ameenda kwa mara ya mwisho kule Shilo kwa ajili kwenda kuomba, alienda akiwa na uchungu sana moyoni, uchungu wa kutamani na yeye apakati kama ambavyo Penina na watoto. Na kuwa na ule uchungu wake, alienda madhabahuni, aliumimina moyo wake kwa Mungu. Tunapaswa kumimina mioyo yetu kwa Mungu, si kwa wanadamu. Alienda madhabahuni akawa anamlilia Mungu mpaka kuhani Eli alipoingia kule madhabahuni akamkuta analia sana, akajua amelewa. Lakini Hana akamwambia, moyo wangu mtumishi wako si kwamba nimelewa, bali ni moyo wangu una uchungu sana, nami ninajimimina kwa Bwana. Eli alimtamkia baraka, akamwambia Mungu akutane na haja ya moyo wake. Kwa hiyo tunakuja kuona alibarikiwa. Mungu alimwahidi atampa mtoto mwanamume na Mungu alimpa mtoto mwanamume ambaye alimuita Samuel. Na yeye Hana aliweka nadhiri kwa Mungu. Akamwambia Mungu, ukinibariki mtoto, huyo mtoto atakaa madhabahuni kwako, atakutumikia wewe siku zote za maisha yake. Jamani, mimi nilikuwa nimemwahidi Mungu. Baada ya kupoteza zile mimba 4, nikamwambia Mungu, ukinibariki watoto, nitatoka nitasema matendo yako makuu. Ndivyo ambavyo sasa mimi ninasema. Nimekuja kutangaza wema na fadhili za Mungu. Nimemuona Mungu. Nilikuwa kwanza sibebi mimba mpaka nimeze maclomiphene, nikawa nabeba mimba zikawa zinatoka. Mimba ya 4 nilifanywa mpaka Shirodic, nilishona mlango wa kizazi, lakini still bado ile mimba ilitoka. Lakini Mungu ashukuriwe, Mungu aliye mwaminifu, ambaye tukiamua kugeuka tukamlilia, yeye ni wa milele, ni wa haki, anatenda zaidi ya kutenda, ambaye amenibariki mimi watoto. Sijajua wewe jaribu lako ni nini, lakini jua kwamba Mungu anafanya. Tukiendelea na story ya Hana, Mungu alipokuja kumbariki Samuel, alimlea mtoto wake, na alipoacha kumnyonyesha alimpeleka madhabahuni pale kwa kuhani Eli, akamwambia kama nilivyokuwa nimemuomba Mungu amenibariki huyu mtoto, na mimi ninamleta madhabahuni atumike mbele za Bwana. Na Samuel akawa mwaminifu, akawa anatumika mbele za Bwana kule Shilo pamoja na kuhani Eli. Watoto wa Eli walikuwa hawatendi vyema madhabahuni. Kwa hiyo Mungu hakupendezwa nao. Mungu alimpenda zaidi Samuel ambaye alikuwa ni mtoto wa Hana, ambaye Hana alimwambia Mungu, ukinibariki nitakutolea. Sijajua ni nini ulikuwa unaomba Mungu akubariki alafu ukamwekea ahadi. Kumbuka kuiondoa nadhiri yako. Ulimwambia Mungu nitakutolea sadaka nzuri, katoe sadaka nzuri. Kwa sababu tunasema kilichopatikana kwa magoti kinalindwa kwa magoti. Kama kilipatikana kwa kumwahidi Mungu, kinalindwa kwa kutoa ile nadhiri yako. Mungu wetu ni mwaminifu sana, anatulinda, anatutetea, anatupigania. Lakini tukumbuke, kama uliweka nadhiri, Mungu ukiniponya ugonjwa huu, mimi nitawasimulia watu matendo yako makuu. Basi fanya hivyo. Mungu ukinibariki watoto, mimi nitatoka na kutenda matendo yako makuu. Nitatoka na kushuhudia matendo yako makuu. Usiache kufanya ambacho ulimwahidia Mungu. Mimi niliahidi tu nitatoka na kusema matendo yako makuu. Ndio maana ninakutia moyo wewe hata sasa hapa nilipo. Kama ni mtoto, unamwona, tunaona kuna kugeuka na kuna kung'ang'ana. Hana aling'ang'ana madhabahuni, alimlilia Mungu. Alafu nilichofurahishwa na Hana, unajua siku zote alikuwa ana huzuni kwa sababu hana mtoto. Na alikuwa anaenda Shilo mara kwa mara, yeye na mume wake pamoja na Penina na watoto wake. Lakini ile mara ya mwisho alipoamua kusema sasa ninamng'ang'ania Mungu, akaenda madhabahuni akajimimina akalia mpaka kuhani ndo akamkuta analia. Baada ya kuhani kumwamtamkia baraka, alitoka pale alikuwa na uso wenye furaha, akiamini sasa Mungu atatenda. Akala chakula vizuri, akarudi mjini kwake kule vizuri, wanaita mji wa Rama. Lakini tunamuona, yani kwa hiyo unajua hata kama ni ugonjwa ushamkabidhi Mungu, Mungu niponye. Sasa ndani ya hilo jaribu ulilokuwa nalo, anza kumtukuza Mungu.
Unajua kuna kipindi unaomba, tukisoma ile Isaya 43:26, unikumbushe tuojeane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Umemkumbusha Mungu, umeshaojiana na Mungu, umemlingana Mungu, umegeuka, umevua vile viatu, umefua mavazi yako kwenye damu ya Yesu. Sasa anza kumtukuza Mungu, mwambie Mungu asante kwa kuniponya. Mungu asante kwa kunibariki mume. Mungu asante kwa kunipa amani. Mungu asante kwa kuokoa watoto wangu. Mungu asante kwa kulinda familia yangu. Yale yote ambayo unaona bado yamesimama, wewe anza kubadilisha. Usiombe tena Mungu sijui niponye, niponye, ushamwomba niponye, ushamkumbusha. Badilisha maombi, geuka. Tuko pamoja. Geuka hata kwenye maombi yako. Anza kuimba sifa. Anza kumtukuza Mungu. Mwambie Wafilipi 4:6 neno linasema, msijisumbue kwa jambo lolote, bali kusali, kuomba na shukrani. Kwa hiyo rudi, mwambie Mungu asante kwa kuniponya, mpe utukufu, mpe heshima. Mwambie Ufunuo 21:6 neno linasema, wewe ndiye mwanzo na mwisho, Alfa na Omega. Yaani mwambie Mungu wewe ndio mwanzo na mwisho, wewe ndio Alfa na Omega. Kwa hiyo mimi ndio ulioniumba. Ugonjwa huu utauondoa. Kama ni pito hili Mungu utanivusha salama. Mwambie Mungu asante kwa kukuvusha. Tunamwona Hana, siku zote alikuwa na uchungu, anaomba lakini ana uchungu. Lakini baada ya kujimimina madhabahuni, alirudi kwenye yule mji wake akiwa na furaha na Mungu alimtendea. Sasa tukiendelea kwenye hizi story ambazo nimesema, geuka, ng'ang'ana, vua viatu. Tunamwona Samuel sasa. Tunamwona mamake ameshamleta pale Shilo, anatumika pamoja na kuhani Eli. Akawa ameshakuwa mkubwa kidogo. La siku akiwa amelala, akawa anaitwa Samuel, Samuel. Anaitika, anaenda kwa Eli, anamwambia nimekuja Bwana, nimekuja Bwana. Unaona? Yaani alivyokuwa anaitwa, kumbe alikuwa anaitwa na Mungu. Yeye akajua ni kuhani Eli anamuita. Eli alimwambiaje? Alimwambia ukiitwa tena sema nena Bwana, mtumishi wako anasikia. Sijajua wewe. Yamkini tunaitwa kwenye majaribu tulionayo, Mungu anakuita. Haujasikia. Tunamwona Samuel alivyokuwa anaitwa, yeye alikuwa anajua ni kuhani Eli anamuita, anaenda kwa Eli. Lakini Eli akajua huyu sasa anaitwa na mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Alfa na Omega. Akamwambia ukiitwa sema nena Bwana, mtumishi wako anasikia. Na Mungu alimwambia Eli, alimwambia Samuel. Baada ya kuitikia tu. Wakati mwingine tumeitwa na Mungu sana kwenye majaribu tulionayo, tumeitwa na Mungu sana, sasa hatujaitika. Usipoitika Mungu hawezi kuzungumza. Kwa hiyo kuna moja, geuka; mbili, vua; tatu, fua mavazi yako kwa damu ya Yesu. Lakini pia tumwombe Roho Mtakatifu atusaidie tusikie sauti ya Mungu. Kwa sababu tunamwona Musa aligeuka. Alipogeuka akasema nitaona maono haya. Mungu alipomwona amegeuka, Mungu alimuita. Musa aliitika. Tena hadi akawa anaenda pale, Mungu akamwambia vua viatu, mahali hapa ni patakatifu. Je, tumeitwa mara ngapi na Mungu lakini hatujaitika? Tumeitwa mara ngapi na Mungu tumefanya shingo zetu kuwa ngumu? Tumeitwa mara ngapi na Mungu tukapuuzia? Yatupasa twende mbele za Bwana kwa toba. Tusimama na Isaya 1:18. Tumwambie Mungu tuoshe, tutakase kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Pale ambapo ulituita hatukuitika. Pale ambapo ulituita hatukugeuka. Uturehemu Mungu wa mbinguni. Uturehemu mfalme wa falme. Uturehemu Bwana wa mabwana. Kwa sababu yamkini wanasemaga watoto wa mjini umepishana na gari ya mshahara. Hiyo ni katika hali ya kibinadamu. Tumeitwa hatujasikia. Tunamuona Musa aligeuka na Mungu alimuita akampa maelekezo ya kwenda kuokoa na Israeli. Tunamuona Samuel baada ya mamake kumleta anatumika kwa kuhani Eli. Mungu alimwambia baada ya kusema nena Bwana, mtumishi wako anasikia. Mungu alimwambia. Mungu tena akamwambia kila atakayesikia maneno hayo masikio yake atamuwasha. Jamani, wakati mwingine tumeitwa na Mungu, tunatamani ndoa, tunatamani watoto, tunatamani tu uzima na afya njema, tunatamani uponyaji. Tumeitwa na Mungu ili tuweze kupokea baraka zetu hizo, lakini hatujaitika. Mungu atusaidie tupone kwa jina la Yesu. Tupone na Mungu aturehemu. Maana ukisoma ile Waebrania 4:16 neno linasema, Waebrania sura ya 4 mstari wa 16 neno la Mungu linasema, tukisogea kiti cha rehema na neema ili tuweze kupata rehema na neema tuwapo wahitaji. Tunazihitaji neema na rehema za Mungu sana. Kwa hiyo Mungu aturehemu sana kwa kutokusikiliza sauti yake na kwa kutokutii. Wakati mwingine unasikia lakini hautii. Kwa kutokutii pia Mungu aturehemu sana. Mungu aturehemu sana kwa kutokutii. Mungu aturehemu sana kwa kweli. Mungu aturehemu kwa kutokusikia na kwa kutokutii. Kwa sababu tumeona mifano hii watu walikuwa wanaitwa. Tumemwona Hezekia. Hezekia alikuja kuambiwa na mtumishi wa Mungu, tengeneza mambo ya nyumbani kwako utakufa.
angebaki tu anatengeneza nyumbani, lakini yeye alichofanya ni kugeuka, akamgeukia Mungu, akamlilia Mungu, akamuomba Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu, unajua sana. Mungu ni mwaminifu. Maana alisema hata hakumtuma Yesu ili tuje tupotee, bali tuwe na uzima wa milele, tena tuwe nao tele. Ndio maana tunamuona sasa, akamwambia, akamtuma yule tena nabii, akamwambia, nimesikia maombi yake, nimeyaona machozi yake, nimemponya na ninamuongezea miaka 15. Ni Mungu yule yule jana, leo na hata milele. Ni Mungu yule yule asiyebadilika. Ni Mungu yule yule anayefanya njia pasipokuwa na njia. Ni Mungu yule yule aliyesema yote yameisha pale msalabani. Ni Mungu yule ambaye hata sisi leo tunamlilia na kumuita, tukimuomba akatutetee, tukimuomba akatufanyie muujiza. Unajua, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 12 kama ambavyo nimesema pale awali, tunamwona Abraham, Mungu alimwahidi kwamba Kanani itakuwa nchi yake ya watu, nchi yake pamoja na uzao wake, yani wataimiliki. Lakini kumbuka, tunawaona wana wa Israeli wakiwa Misri. Sijui unaona hapo? Yaani Ibrahim alitoka kule kwa wazazi wake akawa ameenda Kanani. Mungu akamwambia, hii nchi unaoishi kama mgeni, hautakuwa tena mgeni, utaimiliki wewe na uzao wako. Tunamwona pale pakawa pana njaa, wakashuka wakaenda Misri. Tuko pamoja? Walipoenda Misri kule akiwa na Sara, akajifanya Sara ni umbo wake ili tu asitendewe hiana. Lakini mwisho wa siku Farao alipogundua kwamba ni mke wake, aliwatendea vyema, wakawa wamerudi bado Kanani. Lakini tunajua mwisho wa siku tena wana wa Israeli walikuta tena wako Misri. Na baada ya wana wa Israeli kuwa Misri, tunakumbuka nini kilitokea? Tunaona Musa ambaye alikubali kugeuka kwenye ile sura, Kutoka sura ya 3 mstari wa 2 pale na kuendelea kuanzia wa kwanza mpaka wa 5. Tunamwona baada ya Musa kugeuka ndio alipewa maelekezo ya kwenda kuwachukua wana wa Israeli. Kwa hiyo usiseme tu Mungu amesema katika Zaburi 127 mstari wa 3, tazama wana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu, kwamba utapokea tu. Hapana. Tunamwona hata Ibrahim, watoto wake waliambiwa tarithi, lakini tunamwona Ibrahim akamzaa Isaka, Isaka akaja akamzaa Yakobo na Esau. Tunamwona Yakobo akaja akawazaa wakina Yusufu, wakina Ruben, lakini mwisho siku walikuwa hawajakaa tu pale Kanani. Kwanza Yakobo tu alimkimbia kaka yake Esau, akawa amerudi Harari kule ambapo ni mwanzoni kabisa ambao Ibrahim alikuwa akawa ameambiwa na Mungu atoke, kwa sababu alienda akakaa kwa wajomba zake akina Labani, akaoa huko kwa kina Raheli na Lea, ndo akazaa kina Ruben, wakina Yusufu. Lakini mwisho wa siku nchi ya ahadi ilikuwa ni Kanani. Kwa hiyo tunakuja kuona mwisho wa siku tena yule yule Yakobo akaja akarudi Kanani. Lakini tena Kanani tena tunakuja kumuona ndugu zake na watoto wa Yakobo wakaja wakamuuza Yusufu. Yusufu akawa ameenda tena Misri. Si tunaona alipoenda kule Misri akawa anaishi kwa Potifa. Lakini mwisho wa siku tena tunakuja kuona hawa Yakobo pamoja na watoto wake wengine ambao walibaki Kanani, njaa ilikuja, wakawa wanaenda Misri ili kununua chakula. Walipokuwa wanaenda kule, mwisho wa siku tena wakakutana na Yusufu ambao walikuwa wamemuuza, ila baba mtu akijua kwamba ameraruliwa na wanyama wakali. Walipoenda kule aliwatendea mema, mwisho wa siku mpaka akasema na baba yake aletwe Misri kwa sababu kule Kanani kulikuwa kuna njaa sana. Kwa hiyo wakaenda wakawa wanakaa Misri, lakini wakakaa pale wakawa wanakaa Gosheni. Yaani kule kule ndani ya Misri wakawa wamepewa sehemu ya kuishi ambayo ilikuwa inaitwa Gosheni. Wakawa wanakaa wana wa Israeli. Kumbuka wakaja wakazaliana sana mpaka Farao. Farao unajua ni cheo Farao ambaye alikuwa anamjua Musa aliwatendea mema. Lakini baadaye Farao yule ambaye alikuwa anampenda Musa alikuja akafa, Musa akafa. Wakaja wakainuka kwa viongozi wengine tu akina Farao wengine ambao walikuwa hawamjui pale ilikuwa sio Musa, ilikuwa ni Yusufu ambaye alikuwa mpata kibali kwa Farao na Potifa. Lakini walipokuja kuinuka mafarao wengine, Farao mwingine ambaye alikuwa hamtambui Yusufu, kwa akawa anaona Israeli wanazaliana sana, wanapata kibali sana, wakaanza kuwatendea mambo ya iana, kuwatumikisha sana. Ndipo sasa tunapokuja kumuona Musa anapewa nafasi na Mungu ya kuwaokoa, kuwatoa wana wa Israeli kutoka kwenye mikono ya nani? Ya Farao Misri, ili warudi Kanaani. Jamani, kwa hiyo unaweza kuwa umeahidiwa ahadi, umeahidiwa baraka, lakini kupita sio kwamba hutapita kwenye majaribu. Hayo yote unaopita ni majaribu. Wewe tazama wana wa Israeli. Si wangekaa tu Kanani. Kwa sababu Ibrahim alikuwa Kanani. Kwa basi angekaa tu Kanani wakaishi maisha, lakini unaona mara njaa wameenda Misri, mara wamerudi, mara wameenda, mara wanapigana, mara wamezunguka miaka mingapi. Jamani, mipango ya Mungu haichunguziki. Njia za Mungu hazichunguziki. Usiache kutenda mema. Leo ninakukumbusha ugeuke, ung'ang'ane
na ukumbuke kuvua viatu. Viatu tunamaanisha dhambi. Lakini pia kama hujampa Yesu maisha, kumbuka neno linasema Yohana 3:16, kwa maana kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo lazima umpe Yesu maisha kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ukisoma Yohana 1:12, wale wote waliompokea Yesu, waliomwamini, tumepewa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Kwa hiyo uwezo ukawa mwana. Si unajua mwana ndio anayerithi baraka. Kwa hiyo tunapoongelea utoke kwenye gereza, upate watoto, uwe na afya njema, hivyo vyote ni kwa wana. Hivyo vyote ni kwa wana. Mrithi hana, mtumwa hana urithi, ni mwana. Kwa hiyo ili ufanyike kuwa mwana, lazima umpe Yesu maisha. Lazima umwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ili uweze kufanyika kuwa mwana. Ili sasa ndio uweze kupata zile baraka. Ili uweze kugeuka, uweze kufua mavazi yako, kujitakasa kwa damu ya Yesu, kusimama katika kweli ya Mungu. Na usome neno la Mungu. Kwa sababu hata Yesu alimshinda shetani kwa neno. Imeandikwaje? Imeandikwaje? Imeandikwaje kwa situation yako? Imeandikwaje kwa ugonjwa uliokuwa nao? Sitakufa bali nitaishi ni yatangaza matendo makuu ya Mungu. Imeandikwaje? Imeandikwa nitakuwa kichwa na wala si mkia. Imeandikwaje? Watoto wote watalindwa na Bwana na amani yao itakuwa ni kubwa. Imeandikwaje? Tazama wana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Imeandikwaje? Yaani soma neno ujue situation yako neno inasemaje. Ila ukiwa katika hali ya uchanga, simama zako na Wafilipi 4:6. Msijisumbue kwa jambo lolote, bali kusali, kuomba na shukrani. Haja zenu zijulikane na Mungu. Ukisimama na hiyo, Mungu naye anajibu. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Sasa niwaambie, katika kipindi kile ambacho nilikuwa ninabeba mimba zinatoka, naongezewa damu. Jamani, nakumbuka sana. Tuwe na neno la faraja kwa wenzetu. Unajua unaposoma neno, unawezekana wewe upiti kokote, lakini ukawa faraja kwa mwenzako. Nakumbuka nilipewa andiko moja na dada mmoja hivi anaitwa Selina Mfala. Ni dada yangu by the way. Aliniambia ni Zaburi ile 119 kama sijakosea. Sema akaniambia tazama wana, achana na hii tazama wana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Hapana, nilikuwa nasoma nao kila siku. Akasema huweka mwanamke aliyetasa awe mama ya watoto wenye furaha. Yaani kwamba Mungu ana uwezo wa kumfanya mwanamke aliyetasa akawa mama na akawa na furaha pamoja na watoto wake. Yaani si unaelewa? Yaani kwamba haijalishi unakopitia, haijalishi watu wanakuona wewe ni tasa, lakini Mungu humweka mwanamke huyo ambaye mnamuona tasa akawa mama wa watoto wenye furaha na yeye mwenye furaha. Jamani, kwa hiyo tunaposoma neno pia tunapata neno la faraja kuambia wenzetu wanapopita katika changamoto mbalimbali. Mungu atubariki. Kama tulivyomwona Ezekia aligeuka, tukamwona Samuel aliitika, tukamwona Musa aligeuka na kuitika, basi na sisi leo Mungu atupe neema tugeuke. Sijui umejifungia wapi ambapo hata huwezi kugeuka. Geuka katika roho. Sio lazima ugeuke mwili mzima, geuka kiroho. Na Mungu wetu ni mwaminifu, analitazama neno lake na kulitimiza. Ninawapenda katika Yesu. Msisahau kusubscribe, msisahau kulike. Asanteni kwa kufuatilia story yangu. Kwa leo mnisamee mambo ya mwanga, nilikuwa naona umeme unakatika, unawaka, lakini mwisho wa siku kwa sababu mimi nilimwambia Mungu nitatoka na kusema matendo yako makuu ulionitendea. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu nimetimiza. Kuna andiko moja hivi nalipendaga sana, linasema linasemaje? Hili neno linasema wanasemaje? Ninapenda kila siku waga nawaambia tusimame na Waefeso 6:10. Tuvae zile hatimaye mzidi kuwa hodari katika uweza na nguvu za Bwana. Tuvae zile silaha zote za Mungu. Tuvae silaha za Mungu. Tukishageuka, tusome neno, tuvae silaha. Tuombe Roho Mtakatifu atusaidie. Maana unajua sisi wenyewe hatuwezi. Wala tukisema hatuna dhambi tujidanganya, wala kweli ya Mungu haimo ndani mwetu. Lakini tukiziungama na kutubu, yeye ni mwaminifu na wa rehema, naye anatusamehe. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Ninakuombea baraka wewe ambaye unapita kwenye changamoto mbalimbali. Jua hauko peke yako. Kumbuka wana wa Israeli, kumbuka Abraham aliahidiwa Kanaani, lakini kumbuka bado alienda Misri, kukawa na njaa, akarudi. Watoto wake tunawaona, Yakobo alikimbia, akarudi. Alikuwa ameahidiwa vyote hizo baraka, lakini tunaona alipita kwenye mapito. Wewe ni nani? Usikate tamaa. Usirudi nyuma. Pale ambapo unataka kukata tamaa ndio muujiza wako unatokea. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Asanteni.